katika hii dunia. Haleluya. Haleluya. Tusikize injili ya Bwana, tuinakili, na tulisema ukiingia katika madhabahu ya Bwana ingia na Biblia na kitabu na kalamu. Unanakili kile ambacho tunachokisema kusoma Jumapili na Jumapili ile nyingine. Haleluya. Haleluya. Watu wachangamke sasa. Haleluya. Hebu panua makofi yako vizuri tunapokaribisha mchungaji wetu katika haya madhabahu. Pamba maua mazuri ambayo yanaonukia vizuri, na nitakapo hesabu 1, 2, 3 tutaangusha kwa vigelegele na shangwe. Haleluya. Ipambe vizuri vizuri. Wamama wapi kelele? Wazee wapi kelele wewe? 1, 2, 3 angusha shangwe vigelegele. Vigelegele, vigelegele, vigelegele. Celebrate! Hallelujah. Hallelujah. Naomba tu celebrate once more. Hadi mchungaji atakapofika kwa hii madhabahu. Hallelujah. 1, 2, 3 vigelegele shangwe. Shangwe, shangwe, shangwe. Jipe makofi mazuri unapokaa katika jina la Yesu. Amen. Angalia karibu na mwambie wewe ni mshindi katika Yesu. Wewe ni mshindi katika Yesu. Amen. One thing that I like kutokana na huyo Mungu wetu ni kwamba hata watu wakikuacha Mungu hawezi akakuacha. Hata marafiki wakikuacha Mungu hawezi akakuacha peke yako. Haleluya. Wazazi wanaweza akakukataa lakini Mungu hawezi akakukataa. Yeyote aliyeumbwa na Mungu ameumbwa na kusudi. Hata watoto wadogo mnaona wakipita, Mungu amewaumba kwa kusudi fulani kwa maisha yetu. Natangaza maisha yako yanaenda kuchukua kiwango kingine kipya katika jina la Yesu. Maisha yako yaanzie kuona mwangaza wa Mungu katika maisha yako in the mighty name of Jesus. Hata kama ulikuwa umeona umeshindwa na utashinda, natangaza utashinda. Ulikuwa unaona uendi mbele shetani anakurudisha nyuma, natangaza utaendelea. Familia yako itaendelea. Watoto wako watasoma. Huduma iliyo ndani yako itainuka, kwa sababu aliyekuumba ameweka kitu ndani yako ambacho hata shetani mwenyewe hawezi akazuia kiendelee. Shout good amen. The only thing yenye Mungu anatutia nguvu nayo ni kwamba ameniumba nikiwa na sababu. Alienda akaambia Yeremia wakati alikuwa anamuita. Alimuita akiwa kijana mdogo. Yeremia aliposikia sauti ya Mungu, Mungu akamwambia nataka nikutume uende ukapeleke injili yangu. Yeremia akaambia Mungu hapana, mimi tu ni mtoto mdogo, sina maneno ya kusema. Lakini Mungu akamwambia hapana, mimi Mungu wako nilipokuwa nakuumba kwenye tumbo la mama yako nilikujua na nikakuweka mafuta uende ukawe nabii mkubwa. Natangazia mtu aliye mahali hapa, ibada ikawe ni ibada yako. Imani yako kama vile mlikuwa mnaambiwa, unasema imani kama mtu ambaye hana imani. Natangaza wewe sio mtu wa kawaida, unaenda kuinuka in the mighty name of Jesus. Unajua kwa nini watu wengi hawaendelei? Wa Kristo wengi aswa wa Kristo ni unasikia mambo yanapitia hapa yakitokea hapa, hauna time ya kufikiria, halafu uulize. Na mchungaji alikuwa ananiambia, halafu ukijiuliza uanze kuchukua action. The strength of a believer ni na action. Ndio maana unasikia Paulo anasema imani ambayo haina matendo ni imani ambayo imekufa. Kwa hivyo Mkristo, kama wewe ni Mkristo kamili, kuwa na imani iliyojawa matendo. Ukiambiwa ya kwamba Mungu atakuinua, unaanza kutafuta Mungu ataniinulia wapi. Ukijua ni hapo kwa hiyo biashara yako, unaanza kufanya biashara, na ukiwa unaita Mungu kwenye hiyo biashara yako, kwa hakika Mungu atakuinua. I am prophesying onto your life this morning ya kwamba Mungu anakuja kukuinua kwa huduma yako in the mighty name of Jesus.
Haleluya. Unajua hata kama hautaamini, Mungu atakutendea ndio ukuwe na imani kubwa katika jina la Yesu. Wale waliotuacha kitambo, kuna kuendelea hakuna. Unaona kuna progress. Mordekai kuna progress. Hiyo mwezi 2 hujakuwa kuna progress. Ama ulikuja ukauliza kwani waliama ama? Ni sisi. Hata hatujamaliza kujenga. Huko tulisema tuweke chuma nini? Madhabahu hatujaweka red carpet, tulianzia na huko mnakanyanga. Tutoatoa ile miti tumoyo mabati, kanisa itengenezwe isimame. Amen. Kwa sababu Mungu ametuita tupeleke injili mbali katika jina la Yesu Kristo. Leo saidia tuweze kuongea na nyinyi maneno baadhi ya haya yenye nimeanza nayo. Ezekiel chapter number 37. Ezekiel chapter number 37 from verse number 1 tuelekee verse number 4. And tuelekee hadi verse number 6. Sijawahi hubiri hiyo injili mahali hapa, lakini umehubiriwa hiyo injili sana. Wakati Ezekieli alipelekwa kwenye bonde la mifupa mikavu. Ezekiel 37 from verse number 6. Ezekieli akapelekwa kwenye bonde la mifupa mikavu. Umefika hapo, sema amen. Nasema ukifika Biblia 7, Ezekiel 37 verse number 1 to 6. Ezekiel 37 1 to 6. Maneno ya Ezekiel nasema, niko na Biblia ya Kiingereza. The hand of the Lord was on me, and he brought me out by the Spirit of the Lord, and set me in the middle of a valley. It was full of bones. He led me back and forth among them, and I saw a great many bones on the floor of the valley, bones that were very dry. Tusimamia hapo kwanza. Ezekiel anasema, na akiwa kwenye uwepo wa Mungu, mkono wa Bwana ukamchukua katika Roho Mtakatifu. Na ule mkono wa Bwana ulipomchukua, ulimpeleka kwenye bonde la mifupa mikavu. Nataka kuangalia hapa. Umekuwa ukiita Mungu sana mwaka huu wa 2025. Unamwambia God, have mercy on me. Mungu akawa anakuondoa kwenye matatizo. Ukienda mbele pale unapatana na matatizo mengine. Sema amen. Mungu anakuondoa kwenye shida moja, ukienda pale mbele unapatana na shida nyingine. Lakini little did you know ya kwamba unapita ukishinda. Hatukushinda hiyo miezi 11 kwa sababu ya akili zetu, lakini Baba na mkono wake na Roho wake Mtakatifu ndiye alikuwa anatutoa kutoka kwenye shinda hadi kwa shinda ingine, kutoka kwenye baraka moja hadi baraka ingine, kutoka kwenye kushinda kumoja hadi kushinda kwingine, kutoka kwenye mwezi moja hadi mwezi mwingine. Ezekiel anasema, na mkono wa Baba ukanichukua kwenye ulimwengu wa kiroho, ukanipeleka kwenye bonde iliyokuwa na mifupa mikavu. Amen. Kuna pointi nataka ukamate hapo. Mungu akupeleki pale ambapo kuna pesa peke yake. Mkono wa Mungu ukupeleki kwenye furaha peke yake. Mkono wa Mungu ukupeleki kwenye raha peke yake. Kuna muda ambao Mungu anakuchukua na mkono wake, anakupeleka pale ambapo kuna huzuni, ndio uweze kutengeneza muujiza. Haleluya. Kuna wakati Mungu atakuchukua, hakutoa kwenye kichoko, uingie kwenye
hiyo for some time, ndio kwenye hicho kilio uweze kutengeneza muujiza. Haleluya. Ezekiel alikuwa mtumishi wa Mungu sana, alikuwa hata ni nabii wa Mungu, lakini angalia, Mungu anamchukua kwa mkono wake katika ulimwengu wa kiroho, anampeleka kwenye bonde la mifupa mikavu. Natangaza katika jina la Yesu Kristo, huo mwezi mmoja umebakia ni mwezi wa kutengeneza miujiza kwa maisha yetu. Huo mwezi mmoja umebakia ni mwezi wa kutengeneza miujiza, ni mwezi wa kutengeneza miujiza, ni mwezi wa miujiza kupatikana kwa maisha yetu, ni mwezi wa kuendelea. Haleluya. Kuna uwezekano Januari ulipitia kwenye mifupa mikavu, Mungu akakupeleka akakwambia angalia. Unajua Mungu anatupelekanga ndiye atuambie angalia. Kuna mtu wako hospitali saa hii sio kwa sababu anaenda kufa, hapana, ameenda kuambiwa angalia vile watu wamelazwa. Akiwa pale angalie. Akitoka kwenye hiyo hospitali hataambiwa ombea ugonjwa. Atakuwa tu akiingia kwa madhabahu ya Mungu anasema, Baba, naombea wale watu wote ambao wamelazwa kwenye hospitali, naombea nguvu na afya. Maana amepelekwa kwenye mifupa mikavu kwenye hospitali akaiangalia. Sasa Mungu akamrejesha tena kuweza kutengeneza muujiza. Leo nakutangazia maisha yako yataendelea vile ambavyo yako. Mungu amekuweka kwenye hiyo hali ndio tuweze kutengeneza miujiza, ndio Mungu aweze kupata sifa kwa maisha yetu. Tukiinua mikono tunasema ya kwamba Mungu ametenda, in the mighty name of Jesus. Amen. Sio tu sitarajia Mungu akubebe tu akupeleke pale unaimba hosana hasana hasana asubuhi. Kuna time atakupeleka hapo, akupeleke pale, atakutoa hapo akupeleke pale ambapo unalia, unasema oh God, what is happening with my life? Sio ili akumalize, lakini ndiye aweze kupitia mikono yako atengeneze kitu ambacho wengine wakikutazama wanaona Mungu ndani yako. Adui yako akikutazama anaona ushuhuda kwa maisha yako. Yule aliyekuchukia akikutazama anaona maisha yako yakiwa yamebadilika. Sema amen. Ezekiel akabebwa na mkono wa Mungu, akaongozwa. Alikuwa anafikiria maybe anapelekwa kwenye ukuru wa mfalme. Unajua sisi watu wa Mungu tunafikirianga tu ukipata Mungu maisha yako tu yanaendelea akipanuka, unaendelea ukipanuka. Kuna sometime afika ukue kama mtu ambaye anaitwa Ayubu. Ayubu anatembea na Mungu sana, lakini Mungu wakati mmoja anamwambia wacha niwaonyeshe ya kwamba Ayubu ananipenda. Kwa njia ya Mungu kuonyeshana ya kwamba Ayubu anampenda, number 1 ni kuchukua ujiri wa Ayubu. Kuna wakati utapoteza vitu zako, sio ili uweze kufilisika, lakini ndiyo Mungu aweze kuonyeshana ndani yako. Haleluya. Kuna wakati unaweza ruhusu kazi, sio ili uweze kuisha, hapana, ni ili Mungu aweze kuonyeshana kile kitu anaweza akatenda kwa maisha yako. Wengine wakiwa naona ni kama unaisha, Mungu anaona kuendelea kwako. Haleluya. Hii sisi waenda tukiwa tunaona ni kama maisha yako na familia yako inaenda kuisha, kumbe hapo ndipo Mungu anatazama, anaona hapo ndipo atatengeneza muujiza. Oh my God. Kuna uwezekano kwa maisha yako. Umeangalia ukaona mimi sitaendelea, umeangalia ukaona kushindwa, umeangalia ukaona hakuna kuendelea, but I'm prophesying onto your life that wewe sio mtu wa kuisha haraka. Wewe ni mbegu ya Mungu ambayo imepandwa, hautaisha lakini utaendelea. Mungu amekuweka hapo ndio uweze kumea ushuhuda, ndio Mungu aweze kukupea ushuhuda, ndio Mungu aweze kupanda muujiza kwa maisha yako. Natangazia mtu aliye kwenye nyumba hii ya kwamba Mungu ametuweka hali tulivyo, ndio mwisho wake aweze kuleta ushuhuda kwa maisha yetu. Natangaza ushuhuda kwa maisha yako, natangaza ushuhuda kwa maisha yako, natangaza ushuhuda kwa familia yako. Wanaweza wakakuteza sana, lakini mwisho ni ushuhuda. Natangaza ushuhuda kwa nyumba yako. Wanaweza wakakukataa, lakini natangaza ushuhuda. Wanaweza wakakupiga vita, lakini natangaza ushuhuda in the mighty name of Jesus Christ. Haleluya. Kuna mtu wa Mungu ambaye alikuwa anaitwa Elijah.
Elijah wakati ukafika, nyumba ya Mungu na watumishi wa Mungu wakauawa. Wengine wakaanza kukimbia miji yao, wengine wakaanza kukimbia familia zao. Elijah anasema ya kwamba kuna wakati hata watumishi walikuwa wanaenda wanajificha kwenye mashimo kwa sababu wanamuogopa mwanamke mmoja aliyekuwa anaitwa Jezebela na mfarume ambaye alikuwa anaitwa King Ahab. Maana walikuwa wanashika watumishi wa Mungu, wanawanyonga, wengine wanauawa kikatili kwa sababu ya kumwabudu Mungu. Lakini Elijah akasema, mimi sitanyamaza, na mimi sitanyamaza nione nyumba ya Mungu ikidhalilishwa, sitanyamaza nione watumishi wa Mungu wakidhalilishwa. Huyu jamaa anaitwa Elijah akatoka siku moja akaenda akaambia mtu ambaye alikuwa msaidizi wa mfarume, akamwambia, nenda uambie Ahabu yeye na manabii wake wa bahari tupatane kwenye mlima Karimeli. Leo naambia adui yako ambaye anasikiza ibada hii ya kwamba tupataneni kwenye mlima Karimeli. Hapo ndipo Mungu anaenda kutengeneza muujiza. Mungu anaenda kutengeneza muujiza wa maisha yetu. Kuna mambo yanaenda kubadilika. Sisi sio watu wa kuisha, lakini tunatangazia adui yetu kwenye anga, tupatane kwenye mlima Karimeli. Haleluya. Elijah akaenda akaona, hapana, hatutakaa hivyo, ni lazima tukutane mimi na wao kwenye mlima Karimeli. Pale unapopitia shida ndipo Mungu wanga analeta solution ya shida zako zingine. Yaani wengine wameuawa, lakini Elijah ameangalia akaona, tumebaki mimi na wengine 100, na wale 100 wamejificha. Mimi na Mungu wangu nitatoka tuende kwenye mlima, niambie mfarume aweke kafara yake pale na mimi niweke yangu hapa, halafu nimwambie yule Mungu ambaye atajibu kwa moto. Yule Mungu ambaye atajibu kwa moto, huyo ndio Mungu wa kweli na sitaogopa. Yani katikati ya shida, Mungu hapo ndipo anakuja anatutengenezea muujiza. Katikati ya kudharauliwa, hapo ndipo Mungu atakuja atutengenezee muujiza. Kwa ile familia yako wanaona kama inaisha, hapo ndipo Mungu anakuja kutengeneza muujiza. Haleluya. Wanasema wengine walifungua ikakataa, lakini kwa hiyo yenye umefungua, hapo ndipo Mungu anakuja kuleta muujiza. Amen. Elijah akakuja kuambia, mmefika sawa, kama mmefika, mimi pia nimefika. Nataka muweke sadaka yenu na mimi niweke sadaka ya. Alafu tuanzie kuitana tuone ni Mungu gani atajibu kwa moto. Wale manabii tunamwamini Mungu wetu. Elijah na akamwambia sawa, akijibu ndio nitaabudu. Manabii wa bahari wakaanza kale baibara, akujibu. Ikafika jioni, Elijah akamwambia stop, ni wakati wangu sasa. Mungu wa Israeli, ili ya watu waone kwamba wewe ndiye Mungu wa kweli, na kuomba ujibu kwa moto. Saa hiyo hiyo moto ukashuka. Wakaangalia Elijah ni mwanaume mmoja, lakini hapa kuna manabii 450 na wako na kiongozi wao ambaye ni mfarume wa eneo. Wakashindwa na mwanadamu mmoja aliyekuwa amebeba Mungu. Natangaza wewe ndio unaenda kumaliza shida za kwenu in the mighty name of Jesus Christ. Natabiria maisha yako wewe ukitoka mahali hapa, ukuwe solution ya community yenu in the mighty name of Jesus. Haleluya. Elijah kwa maneno mazuri, maneno mandogo aliweza kushusha moto. Mungu amekuweka kwenye hali ulio ndio uweze kushusha moto wa kukomboa nyumba yako in the mighty name of Jesus. Mungu amekuweka kwenye hali ulivyo ndio uweze kuwa mkombozi wa kwenu in the mighty name of Jesus. Turudi kwa Ezekiel. Ezekiel akabebwa. Ni Mungu anaweza kushikilia mkono, lakini upite
alete mambo magumu, sio ili uweze kuisha, ndio uweze kujua ya kwamba uko na nguvu ya kutengeneza miujiza. Haleluya. Unaweza ukapelekwa jela, sio ndio usaulike, ndio ukomboe mtu aliye kwenye hiyo jela, umkomboe aweze kuokoka ukiwa hapo ndani, na ukimaliza kazi yako Mungu atakutoa mwenyewe. Mawakili wanaweza wakashindwa, lakini Mungu mwenyewe anaweza kuchukua akutoe. Sema amina nzuri. Unaweza ingia kwa magonjwa uanzie kuona wewe utakufa, lakini Mungu akuje akutoe. Ezekiel kuna wakati alikuwa amepelekewa habari na nabii wa Mungu aliyekuwa anaitwa Isaya, akaambiwa nenda mwambie atakufa, aanze kugawa vitu zake. Lakini Biblia inasema ya kwamba Ezekiel, maana kuna kazi alikuwa amefanya, aliweza kupiga magoti, akaangalia ukuta, akamwambia Mungu, kumbuka ile kazi ambayo nimefanya kwa nyumba yako, kumbuka ile kazi ambayo nimefanya. Na Mungu akasikia kilio chake, akaambia yule Isaya, rudi ukamwambie Ezekia ya kwamba mimi nimesikia kilio chake, lakini nimemwongeza miaka 15. Yaani Mungu anaweza akaleta maisha yetu ndio tuweze kutengeneza muujiza. Ezekia aliambiwa yale maneno na mtumishi wa Mungu wa Isaya, lakini kwa uchungu akaweza kutengeneza muujiza wa miaka 1, 5, 10 na mingine 5 juu. Kwa hiyo shinda yako tengeneza muujiza. Haleluya. Kwa hiyo shinda ulio nayo tengeneza muujiza, maana Mungu amekupa hiyo neema ya kutengeneza muujiza. Amen. Haleluya. Hauwezi ukatengeneza muujiza in your comfort zone. Yaani wakati unaona uko sawa, hakuna kitu unaweza kutengeneza. Lakini wakati umefinywa, yaani umefinywa, unasikia mimi hapana, mimi nitaisha, hapo ndipo Mungu wanga na kupea luu ya kutengeneza a miracle in your life. Natangaza miujiza ikajae kwa maisha yetu. The more the problem, the more the opportunities ya kutengeneza miujiza. The more Mungu anakusukuma, the more Mungu anakupia opportunity kubwa ya kutengeneza miujiza mingi kwa maisha yako. Natangaza miujiza ikaoverflow kwa maisha yetu in the mighty name of Jesus. Miracles ikaoverflow kwa maisha yetu in the mighty name of Jesus. Miracles ikaoverflow kwa maisha yetu in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Hebu tuendelee kusoma verse number 2. He led me back and forth among them. Sikiza hiyo sentence. Wakati Ezekiel aliweza kupelekwa kwenye mifupa mikavu, akupelekwa mara moja alafu akatolewa. No, alipelekwa, akarudishwa, akapelekwa kwenye hiyo mifupa tena, akarudishwa, akapelekwa mara nyingine, akarudishwa. Ndio unasikia he led me into those dry bones, to and fro, back and forth, back and forth. Mungu anapokuweka kwenye jambo fulani kwa maisha yako uweze kuwa solution, hilo jambo linaweza kuwa hautapitia hiyo shida mara moja. Angalia mtumishi wa Mungu Ezekiel, anasema alipitishwa kwenye ile mifupa mikavu, sio mara moja, back and forth. Anapitishwa, anarudishwa, anapitishwa, anarudishwa. Kwa nyumba hii kuna mtu ambaye ni Ezekiel kwa mchana wa leo, ambaye kuna shinda moja ambayo unapitia mara moja, ukikaakaa mwaka huyo ingine unakuja unaipata, ukikaakaa next month unakuja unaipata. Lakini leo nataka nikwambie Mungu anakupitisha hapo ndio uweze kutengeneza muujiza na Yesu. Kuna vitu ambazo tulikuja tukaambiwa zinaitwa generational curses. Eti kwa hiyo generation yenu mambo yanajirudia. Nataka leo usione kama ni laana ya kumaliza, lakini nataka uitazame kama jambo lako wewe la kufanyia muujiza. Kuna mambo unaangalianga unaambiwa hiyo ni familia curse ama laana ya kifamilia, inapatanga kila mmoja. Kuanzia leo usitazame kama laana, itazame kama opportunity ya kutengeneza muujiza kwa maisha yako. Tuseme amina nzuri.
Watu wa kwenu kuna uwezekano kufanga wakiwa na miaka michache. Hiyo sio shida kwako. Wewe hautakufa na miaka michache. Tumia hiyo opportunity kutengeneza muujiza wa watoto na watoto wa watoto wako katika jina la Yesu. Watoto wako wasikufe kifo cha mapema, wewe usikufe kifo cha mapema. Kuna wengine unaangalia kwa familia yenu, akiolewa hawezi akakaa kwa familia yake. Shida inakuja inamtoa kwa hiyo familia, mama yako, shosho yako, nyanya yako, hiyo imekuja ikijirudia. Mungu leo ananena na roho yako, anakuambia hiyo ni opportunity amekutengenezea ya kutengeneza muujiza, ndio uweze kukomboa watoto na watoto wa watoto wako. Tuseme amina nzuri. Kwa kila neno la Mungu linakujanga na kusudi kwa maisha yetu, na hiyo kusudi ni ya kubadilisha malengo, maisha na kuendelea kwetu. Natangaza as long as uko kwenye hii madhabahu, huduma yako inaenda kuinuka katika jina la Yesu. Haleluya. Huduma yako inaenda kupata mwanzo mwingine mpya, maana Yesu ananena na sisi tukiwa mahali hapa. Chapter verse number 2. He led me back and forth among them. Nataka uangalie ujue kwa nini Mungu anatupitishanga kwenye shida. Ukimalizana na hii anakupitisha kwenye nyingine. Ukimalizana na hii anakupitisha kwenye nyingine. Ukimalizana na hii shinda unapatana na nyingine. Ukimalizana na shinda ya kifamilia inakuja shinda ya pesa. Pesa ikiisha shinda ya magonjwa inaingia. Ndio tuweze kutengeneza kitu inaitwa a miracle. Na Mungu anapokuongoza mbilende kupitia mambo magumu na kupitia mambo mepesi. Haleluya. Utapitia magumu na utapitia mepesi. Yesu aliletwa ndiye akuwe mkombozi wetu. Kuna wakati alikuwa anapita, watu wanamuimbia, wanamwekea leso kwa barabara, maana ni mwana wa Mungu. Lakini ilifika wakati mwingine hao watu waliweza kumpiga vita, wakamkataa na wakamweka kwa msalaba. Lakini sio ili Mungu ashindwe, lakini ndio muujiza patikane kupitia ule msalaba. Natangaza kila shinda utakayopitia iwe ni shinda ya kutengenezea njia kubwa mbele yako katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu shemile. Then and I saw a great mountains on the floor of the valley. Anasema ile valley akaona mifupa mingi sana ambaye kwa chini lile bonde mingi sana, sio mifupa mingi sana. Leo nataka tuongee kidogo kabla niendelee kuhubiri. Nini inaitwa mfupa? Mfupa ni kitu ambacho akiwezi kikasaidia tena. Unaporushia umbwa mfupa, uwanga anatafuta kanyama kale kako kwenye hiyo mfupa. Halafu kama kuna mafuta yaliyo ndani ya hiyo mfupa, yule mbwa anatoa hiyo mafuta yote, anakula ile nyama yote, halafu anatupa kitu ambacho kinaitwa mfupa. Kitu hakina kitu ingine inaweza tegemewa. Mfupa ni kitu ambacho kimeondolewa dhamana yote, kikawa ni waste. Yaani hata ukirushia mbwa hawezi akaota, maana kimeondolewa kila kitu. Imeondolewa nyama, imeondolewa mafuta, sasa imetupwa. Ndio maana unasikia inaitwa mfupa mkavu. Sio mifupa ya jana, sio mifupa iliyotupwa last year, lakini mifupa ambayo ilitupwa ikaisha na haina dhamana. Mfupa kwa maisha yako ni hicho kitu ambacho unaangalia unaona hii haiwezekani. Haleluya. Mfupa kwa maisha yako ni ile ambayo uliona kwa nguvu zangu mimi mwenyewe, hii haina maana kwangu tena. Yaani unaona hii haiwezi kukusaidia. Hiyo ndio unasikia sasa tunaambiwa mifupa. Kuna watu ambao shetani amewafanya mifupa. Yaani ndani yao hawezi wakapata kitu cha dhamana. Ndani yao hata mbwa hawezi akapata chakula. Ndani yao hata wanyama wa pori hawezi wakapata maana kwao. Kuna watu waliofanywa mifupa na shetani, lakini natangaza kuna uhai unakuja katika jina la Yesu. Kuna uhai unakuja in the mighty name of Jesus. Kuna uhai mpya unakuja. Amen.
Nataka sasa uangalie huo mfupa kwa maisha yako. Kama kuna kamfupa kwa maisha yako, leo nakutuma as a warrior, uende ukatengeneze muujiza kwa huo mfupa katika jina la Yesu. Kama kuna mfupa kwa maisha yenu na familia yenu, leo nakutuma kama agent wa Mungu, uende ukatengeneze muujiza. Nitakuonyesha njia ya kutengeneza muujiza hapa. Tuko introduction, hatujaingia kwa mahubiri. Tuko introduction. Tuangalie, ukiangalia verse number 2 anamaliza na kusema bones that were very, nasikia very, not only dry but very dry. Kila jina kwenye Biblia unaichunguza, naweza kuja niseme Ezekiel alipitisha kwenye mifupa mikavu, lakini hiyo inaniambia mifupa mikavu sana. Very inaongezea jina sana, kumaanisha sio mfupa wa last year, ni mifupa ambayo imekaa almost 20 years, imerushwa huko. Yaani kita ukipita utaigonga tu na miguu, maana ainuki. Hata harufu yenye inaweza kuliwa na inzi ilisha. Ile mifupa hata haina shape. Ile mifupa hata wale wadudu wa chini waliikula wakaachana nayo. Hiyo ni very dry bones. Tuingie verse number 3. Na Mungu alipompitisha hiyo yote, he asked me, son of man. Sikia vile Mungu anauliza leo, son of man. Leo maana tuko na daughters of men, na wauliza, can these bones live? Watoto Mungu, hii shinda tunayopitia inaweza ikaisha? Watoto wa Mungu, zote tunazopitia kwenye huu mwito wa Ukristo, kuna siku itafika ziishe? Watoto wa Mungu, ile shinda ambayo imeshindikana na wazazi wako, wewe unaweza ukaimaliza? Maswali ambayo Roho wa Mungu anakuuliza leo. Watoto wa Mungu, ile shinda yenye iko dunia hii tulio, tunaweza tukaimaliza? Watoto wa Mungu, wale watu ambao hawajaokoka wanaweza wakaokoka kwa kututazama sisi? Watoto wa Mungu, mambo yaliyo na miaka iliyopita tunaweza tukayatengeneza upya? Hii ndiyo swali yenye Ezekiel. Hii mifupa unayotazama inaweza ikawa uhai tena, lakini Ezekiel maana alikuwa ndani wa Bwana na alikuwa na Mungu, yeye akajibu kama mtumishi wa Mungu, akamwambia Mungu, wewe peke yako ndio unajua. Ndio maana Biblia inatuambia kwamba tumtegemee Mungu kwa kila jambo, lakini tusitumie hekima zetu wenyewe. Ukitumia akili yako utaanza kuangalia mambo uone yawezekani. Ukitumia akili yako utaangalia maisha yako uone ni kama unaisha. Ukitumia akili yako utaangalia mambo uone haya yanaenda kumaliza. Ukitumia akili yako utaangalia uone hakuna kuendelea. Ukitumia akili yako utaangalia uone wengine walijaribu wakashindwa, lakini mimi sitashindwa. Ukitumia akili yako utaangalia mambo ambayo yanafaa kukuendelesha mbele uone kama ni ya kukuvuta nyuma. Ndio maana Biblia inatuambia kwamba tusitumie akili zetu wenyewe, lakini tukabidhi Mungu tu yote, naye atayatimisha. Kwa hivyo Ezekiel kama mtu ambaye amesoma neno la Mungu, alipoulizwa swali aliambia Mungu, mimi Mungu sijui. Akusema pana, kuna mambo ambayo yametushinda kwa sababu ya kupeana jibu ya haraka. Bwana Yesu asiwe sana. Usiwe mtu wa kupeana jibu ya haraka. Ukiambiwa wewe unaona kama hii biashara utawezana nayo, hii bwana imekuwa ngumu sana, sioni nikiweza. Unajua wewe mwenyewe. Ezekiel alikuwa ameangalia akaona these are very dry bones, lakini alipoulizwa kusema hapana, aliambia Mungu, wewe ndiwe unayejua kama mifupa inaweza kuwa na uhai tena. Mimi sijui.
kuanzia leo tumia kinywa chako kujibariki. Usitumie kinywa chako kujilaani. Tumia kinywa chako kujinenea baraka. Usitumie kinywa chako kujinenea laana. Angalia mtumishi wa Mungu Ezekiel. Angesema hapana, Mungu angeona huyu mtu ni mjinga sana. Ajui yule ambaye anaongea naye ni the King of Kings and the Lion of Judah, mwenye hakuna kitu kinaweza mshinda. Lakini Ezekiel alisema, Lord, Sovereign Lord, you alone know. So kwa shinda yako kwanza kusema ile shinda yangu, sijui mimi nimejaribu nikashindwa, sasa nataka kukataa hii familia, nataka ni huyu jamaa ameniacha, huyu mtu amesema hata hatutaendelea kuishi pamoja, hii familia imeharibika kabisa. Usiseme mimi nimeolewa mara mingi, usiseme mimi nimeoa mara mingi, lakini sasa anzia kusikia sauti ya Mungu jinsi ambavyo anasema kwa sababu ya hiyo familia yako. Anza kusikia sauti ya Mungu ambaye ananena. Wacha kusema economy ni mbaya. Wacha kusema hii wakati wa kasungu hatuwezi tukaweza. Wacha kusema biashara zimeharibika. Wacheni kusema pesa imekosekana. Kuwa mtu ambaye anasema leo sina, lakini kesho nitakuwa nayo. Haleluya. Hata ukiona kwa mfuko hakuna kitu, landlord amekuja amekugongea nyuma, mwambie kuna kamujiza na ngojea. Mwambie kuna pesa yangu nilikuwa nimepeana 50,000 somewhere. Mwende. Kuja nikuchune. Kuja. Hata randio ndio ikuja agonga kunge nyumba. Mtazame mwambie, sawa my boss, nimekuweka kwenye mipango. Kuna pesa mingi inakuja. So nitakuongelesha at the course of the week. Hallelujah. Usiwe mtu akutetemeka, sikulipa last time, sasa nakuja kulifungia nyumba. No. Leo na nyumbani kama mtu akutengeneza miujiza. Hata ukienda ukose kasi, rudi nyumbani ukiwa na furaha, unaambia Mungu, wewe ndio unajua nitaishi aje. Si nimekuja nimefanya kazi yako. Wewe najua kuna mtu ambaye umetuma nyumbani ameniletea pesa. Wewe Mungu, kuna mtu ambaye umetuma aniletee mali. Wewe Mungu, naona kuna muujiza tuna. Uliona leo sitafanya kazi nipumzike. Wacha kulalamika na kutetemeka. Tunaomba mwenye huwa analeta uoga ni shetani. Shetani ndio the author wa uoga. Haleluya. Lakini sasa kuwa mtu ambaye anaambia Mungu, hii situation najua ya kwamba hujaiachilia ikuje nimalize, lakini umeiachilia ikuje ikue ushuhuda kwa maisha yangu. Amen. Verse number 4 tunamaliza. Wakati Ezekiel aliambia Mungu, ni wewe peke yako unajua, Mungu sasa akamwambia, then prophesy unto them. Sasa hii ndio njia ya kumaliza mambo unayong'ang'ana nayo. Then he said to me, prophesy to these bones and say to them. Sasa tabii kupa wewe Ezekiel, na uiambie hivi, dry bones, hear the word of the Lord. This is what the sovereign Lord says to these bones. I will make breath enter you, and you will come to life. I will attach tendons to you, and make flesh come upon you, and cover you with the skin. And I will put breath in you, and you will come to life. Then you will know that I am the Lord. Verse number 7. So I prophesied as I was commanded, and as I was prophesying, there was a noise, a rattling sound, and the bones came together, bone to bone. I looked, and the tendons and flesh appeared on them, and the skin covered them, but there was no breath in them. Able to show me verse number 9. Then he said to me, prophesy
to the breath, Prophecy, son of man, and they say to it, this is what the sovereign Lord says. Come breath from the four winds, and breathe into this slain, that they may live. So I prophesied as he commanded me, and the breath entered them. They came to life, and they stood up on their feet. And fast. Amen. Ikifika ni mahali mambo umeyatazama kwa maisha yako, ukaangalia mambo sasa ngumu sana. Mungu alimwambia Ezekiel, sasa umeona hiyo mifupa mikavu? Ezekiel akasema ndio nimeona. Inaweza ikawa na uhai tena? Ezekiel akasema mimi sijui, ila wewe Mungu ndi wewe unajua. Akaambiwa sasa, prophesy unto those bones and tell them, you dry bones, hear the word of the Lord. So njia ya kutengeneza muujiza kwa maisha yetu ni gani? Unaenda unaangalia shida ni gani, alafu unaanza kuitabiria. Kuanzia leo, kama unataka kuwa mtu wa kutengeneza miujiza, kuwa mtu wa kutabiria mashinda yanayokufuata na mashinda ya watu wengine, kuwa mtu wa kuongea. Hallelujah. The only way ya kutengeneza muujiza kwa maisha yetu ni katika kutoa kitu inaitwa prophecy ama unabii. Kuna pali nataka tuende tukatengeneza unabii kwa ule uwanja mkubwa pale. Pale tulikuwa na crusade January from date 21. On date 19, keep this in your calendar. Date 19 December. Hiyo crusade iko kwa Njoro Primary School. Kesha itakuwa hapo kwa uwanja mkubwa. Kesha. Ambia mwenzako kesha. Kesha kwa uwanja. Kesha anje. Ya kufanya nini? Ya kutengeneza miujiza. By the way of prophesying for our 2026. Na kutabiria yale umepitia 2025. Yasikupata 2026. Hallelujah. Your 2025 will not follow you in your 2026. The troubles you have faced in your 2025, you will not face them in 2026. Kile kilia Mordekai mumelia in your 2025, I'm prophesying haitaingia your 2026. Nayo nini itaifanya? By the way of prophecy. You shall prophesy unto your life. Yani uende usimame pale, ukondoe macho, uinue sauti yako, uambie you 2026 unaniletea miujiza, maisha mazuri, kuendelea, baraka na kicheko. Haleluya. Hiyo ndio itakusaidia. Ezekiel akaangaliwa, tazama, prophesy unto those bones. Tunaambiwa tu prophesy kwa zile vitu ambazo tunaona kwa maisha yetu haziwezekani, nazo zitawezekana. Natangaza kwa maisha yako, yale mambo yaliyoshindikana mwaka wote mzima, prophesy unto them, yanakuja kukana mwezi in the name of Jesus. Hallelujah. Na 2023 itawezekana December katika jina la Yesu. Umejaribu 2025 imeshindikana, your 2026 will be wonders, 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 wonders in the name of Jesus. Hallelujah. Kwa nyumba hii nataka Mungu anisaidie niweze kuinua manabii ambao watakuwa wanasema kesho yetu iko sawa kuliko leo yetu. Unaangalia mtoto wako unasema, huyu mtoto ni muujiza wa familia yangu. Unaangalia nyumba yako unasema, saa hii niko chini lakini kesho yangu ni kubwa kuliko leo yangu. Kesho nitakuwa mkubwa. Unaangalia saa hii sina kitu lakini unasema, mimi ni tajiri katika Bwana. Na utaanza kuona milango ikifunguka yenyewe. Because of prophesying.
To prophesy sie tunamaanisha, sio kusema ukiprophesy sahi mambo yatafanyika sahi. You have to prophesy and then wait for the results. Amen. Hallelujah. By the way, kuna vitu za saa hiyo kama ya Ezekiel ilikuwa ya saa hiyo, lakini kuna ingine tunaambiwa you shall prophesy and surely it will come to pass. Kuna vitu ambazo utaprophesy kama number one, mtu ambaye ako na Mungu, chochote ambacho atatabiri lazima kitakuja kufanyika. Hata kikaa miaka 20 kitakuja kufanyika. Hata kikaa miaka 100 kitakuja kufanyika. Bwana Yesu asifiwe sana. You shall be great in the mighty name of Jesus. Mtakuwa wakubwa. Hata kama mnajiona mkiwa chini, God is coming to lift you above. God is coming to lift you in another levels. Your 2026 will not be the same as your 2025. Tuna prophesy kwa sababu hii madhabahu. In our year of 2026, Mungu akuje atufanyie wonders. 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 In the mighty name of Jesus. Hallelujah. Kwa nyumba yako 2026, Mungu aingie hapo, anzie kufanya turn around in the mighty name of Jesus. Maybe walikuita maskini, waambie wait for my next year. Chenye kiko na nguvu ni kuprophesy. Walisema hautaweza, waambie wait for my tomorrow. Kama wewe mwenyewe huwezi ukajitabiria, hakuna mwenye anaweza kukutabiria. Kuwa mtu anatabiria maisha kwanza, ndio watu wengine wakuja kutabiria mazuri. Sadaka zako zinaweza kosa kufanya kazi, lakini maneno yako, the word from your mouth, ndio itabadilisha maisha yako. Sema amina nzuri. Simama kwa miguu yako. Simama kwa miguu yako. Simama kwa miguu yako. In the mighty name of Jesus. Inua mkono wako wa kazi. Sema in the mighty name of Jesus. Mimi ni mkuu. Sema katika jina la Yesu. Mimi nitaenda mbali. Sema katika jina la Yesu. Mimi sio wa kushindwa. Sema katika jina la Yesu. Mambo yangu yanaenda kubadilika. Prophesy kwa maisha yako. Prophesy. Sema maneno mazuri kwa sababu ya maisha yako. Prophesy. Labaganda lepazata yanda labazata. Lepazuka yanda labazata. Katika jina la Yesu, kwa nyumba hii kupatikane mtu ambaye ni Ezekiel, ambaye ataprophesy kwa sababu ya familia yake. Kupatikane a prophet ambaye ataprophesy kwa sababu ya watoto wake. Kupatikane prophet ambaye ataprophesy kwa sababu ya community yake. Kupatikane prophet mwenye ataprophesy sababu ya watoto wake na wazazi wake. Kupatikane prophet ainuliwe. Shalabagana lepazota. Roho wa Bwana ako mahali hapa. Prophesy. Let the son and the daughter of man prophesy. Ezekiel, rise up and prophesy now. Prophesy. Tabiri. Tabiri kuendelea. Tabiri kuinuliwa. Tabiri. Rapasata yanda labasata. Roho wa Bwana ako mahali hapa. Tabiri. Jesus. Natabiri. Mama na mtoto. Tabiri. Wewe uliye mahali. Prophesy unto your life. Prophesy for the sake of your family. Prophesy for the sake of your children. Prophesy. Anza kutabiri kwa sababu ya mwezi unaokuja. Tabiri. Repasata yanda lavasata. Tabiri mema. Repasota yanda lavasata. Tabiri mambo mazuri.
tabiri kuendelea, tabiri, tabiri. Kama unasikia roho wa Bwana kwa mahali hapa, usifunge kinywa chako, lakini tabiria hiyo shida yako ikawe ndiyo nguvu yako ya kesho. Tabiri, 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 tabiri. Uko na muda mzuri wa kunena maneno. Tabiri, 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 tabiri. Kuna watu ambao wametembea safari wakatabiri sasa. Tabiri, 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 tabiri kwa sababu ya hiyo nyumba yako. Tabiri kwa sababu ya ile kazi yako. Tabiri kwa sababu ya zile ndoto zako. Tabiri kwa sababu ya hiyo nyumba yako. Tabiri, 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 katika jina la Yesu Kristo. Aliyeambiwa hakuna kuendelea, tabiri kuendelea. Aliyeambiwa hakuna kuinuliwa, tabiri kuinuliwa. Aliyeambiwa hakuna kupanda kwenye level zingine, tabiri pande level zingine. In the mighty name of Jesus. Tabiri sasa, tabiri, 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 tabiri. In the mighty name of Jesus. Katika jina la Yesu. Baba, tunatabiri mema. Baba, tunatabiri kuendelea. Baba, tunatabiri kuinuliwa. Baba, tunatabiri neema. Baba, tunatabiri furaha. Baba, tunatabiri kicheko. Baba, tunatabiri kuinuliwa. Baba, tunatabiri kuongezeka katika jina la Yesu Kristo. Kinywa chako sasa, umwabudu Bwana, umpe Bwana sifa. Mwambie ni asante neno lake kwa maisha yetu. Mwambie ni asante kwa sababu ya sauti yake kwa maisha yetu. Mwambie ni asante kwa sababu ya sauti yake ambaye amenena na sisi ya kwamba tukitabiri mambo yatawezekana, ya kwamba tukitabiri maisha yetu yatabadilika, ya kwamba tukitabiri kuna mambo ambayo yatashindikana. Baba, tunakushukuru. Asante kwa watoto wako, asante kwa nyumba yako, asante kwa watoto wako, asante kwa yote aliye mahali hapa. Asante kwa mama, asante kwa mzee, asante kwa kijana, asante kwa mtoto. Asante Bwana Yesu, maana wewe ni Mungu mwaminifu. Tunatabiria mwezi unaokuja makubwa, tunatabiria mwezi unaokuja furaha na kicheko. Hakuna katikati yetu ambayo mauti yatamchukua. Kuna hata mmoja katikati yetu ambaye ataruzi mtoto, ambaye ataruzi mzazi, ambaye ataruzi mali. Huu mwezi unaokuja ukakuja na ndoto nzuri. Huu mwezi unaokuja ukatuletee mema, na ni katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aishie milele tunaomba na kusema, tunaomba na kusema, tunaomba na kusema. Inua mikono yako, sapia Bwana Yesu makofi. Ongeza makofi mazuri, ongeza hiyo makofi mazuri, ongeza mara ya mwisho. Haleluya. Sema I am a prophet. Sema I am a prophet. Sema I am a prophet of my life, of my family, of my business. Sema by my hands, by my wants, miracles shall happen. Miracles shall happen. Miracles shall happen. Pigia Bwana Yesu makofi. Nataka nipeane microphone tuweze kwa mwingine katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu.